Ndugu yako yuko wapi? Tangia nirudi sijamuona. Yuko ndani na bwana wake. Sawa. Nikitaka niwafiche. Lakini mpaka hapa inabidi niwaambie kitu kilichomuondoa mama yenu leo hapa. Ni hizi tabia zenu. Baba. Odi. Karibu. Asante. Mlezi wa wana. Shikamoo. Mwana. Baba, acha niende ndani na mkwe wako. Sawa. Shemeji yangu, mimi nimeamua kuondoka pale nyumbani. Nimeshindwa kabisa kumuelewa ndugu yako. Watoto wamekuwa hawasikii, wanaleta wanaume mpaka ndani. Na kila nikimshirikisha mume wangu, hili swala sio zuri, watoto wanatuaibisha hawa. Yaani yeye hana kauli kabisa kwa wale watoto. Nikasema mimi aibu sikubaliani nayo. Mimi nilichoamua kuondoka. Kina Vina ndipo walipofikia huko ya kuingiza wanaume ndani kwenye nyumba ya baba yao na mama yao. Kwa hiyo kakaangu Msati yeye anasema nini kwa hiki ambacho kinachoendelea? Kaka yako juu mapenzi alikuwa nayo kwa watoto wake hana kauli kabisa. Yaani wale watoto wanajiamulia wanachokitaka wao. Kwa hiyo wewe lengo lako hasa la kuja hapa nyumbani kwangu nje na kuzungumza kwamba watoto wanaleta wanaume ndani, wewe unataka nini hasa? Lengo langu mimi nataka ukaongee na kaka yako. Kaongee naye labda wewe atakusikiliza. Mimi ndio nataka kabisa kunisikiliza. Watoto wake ndio kawapa kipaumbele kuliko mimi mke wake. Wanachoamua watoto basi ndio hicho cho. Ndio maana nakuomba shemeji yangu kaongee na kaka yako, labda wewe atakusikiliza. Sawa. Na yuko wapi kwa wakati huu? Nimemwacha nyumbani. Basi nimeisha hilo. Mimi nikutoa wasiwasi shemeji yangu. Sawa. Mimi nitakaa naye chini, nitazungumza naye. Hii sio desturi nzuri. Anafundisha nini? Hilo limeisha. Hivi hichi ndio kilichomuondoa mama sisi kuingiza wanaume kwenye mji wetu? Sina uhakika, ila kama baba ndo kakwambia hivyo inawezekana pia. Lakini pia kumbuke kwamba na yeye ni sababu kubwa sana. Sisi tuna mengi tunayajua, tumeyaficha kwenye moyo wetu, hatukutaka kumwambia mtu yoyote. Lakini kwa hizi tuhuma zinazoendelea, kiukweli mimi sitaweza kuvumilia. Hatuna budi kumwambia baba ukweli wake kabisa. Maana kumbuka na yeye ni binadamu, kuna mengi anayafanya ambayo yani hapa inatakiwa kila mmoja awe na 50 kwa 50. Ndio kama rais anavyosema 50-50. Ndugu yangu Chemba, nakusikiliza. Maana ulinipigia simu. Ni kweli mimi nimekupigia simu. Nimepokea malalamiko kutoka kwa shemeji ambaye ni mke wako. Analalamika juu ya vitendo wanavyovifanya watoto wako vya kuingiza wanaume ndani. Hii tabia ya wapi? Alafu wewe kakaangu unashindwa kuzungumza na watoto wako. Ni kweli ndugu yangu, wala hujakosea na wala sikupingi. Lakini ndugu yangu tambua, kila mtu ana malezi yake juu ya watoto wa kwake. Hata kama mimi mwenyewe Maganga yule pale alikuwa ni mlevi mbwa, lakini nimesema naye amenielewa. Simbusi hao watoto wa kike. Nisikilize nikwambie. Samaki mkunje angali mbichi. Ukisubiri akauke utakuja kumvunja. Alafu kaa ukijua hawa ni watoto wa kike tu. Sawa ndugu yangu, wewe unanijua mikaka yako nilivyo, ni mkimya sana. Alafu nina mapenzi mengi sana na wale watoto wangu. Nitasubutu vipi
kuweza kukaa nao na wale watoto wa kike. Na jinsi ilivyo, mimi kwa imani yangu na nafsi yangu inanisuta, siwezi kukaa nao. Sawa, kama wewe unashindwa kusema nao, mimi nitazungumza nao ili tuwarekebishe. Kama wewe utashindwa kuzungumza nao, mimi nitazungumza nao. Kwa tufanye kikao, mimi, wewe pamoja na familia yako yote. Sawa. Kwa hilo kama upo tayari, basi nasema haina shida, twende tukazungumza. Ina maana brother, baba yake aliweza kabisa kukubaliana na wewe na kumchukua binti yake na kuingia ndani kwake? Ndio. Mzee wake hakusema jambo lolote. Unajua kabisa kwamba yule mzee afui dafu kwa watoto wake. Ndio maana mimi nilipofika pale nyumbani sikuona haja aliponiambia Pero mpenzi wangu tuingie ndani, na mimi niliingia naye ndani. Kwa hiyo wewe unaona ni sawa kabisa? Mimi naona ni sawa tu, kwa sababu kama mwenyewe mzee azungumzi, unafikiri mimi nitasema vipi? Na mwenyewe mwanamke ameshanipenda, anataka nimtap screen, nikaona ni sawa, acha niingie naye ndani tu. Sasa naomba nikuulize swali brother. Hivi kwa mfano kama ungekuwa ni wewe, una familia yako, alafu anakuja kijana anamchukua binti yako anaingia naye ndani, ungejisikiaje labda? Ngoja nikwambie ndugu yangu. Unajua mtoto sio kusema labda ni kama nyanya unaenda kuinunua gengeni. Haijalishi itakuwa ni masalo ama ni nzima ambayo haijapondeka. Nafsi yangu ingeumia sana. Nisingeweza kukubaliana na hilo swala kabisa kabisa kabisa. Yeah. Sasa kama ni wewe ungejisikia vibaya, basi tambua hata wewe mzee ajisikia vibaya. Labda sijui kuna vitu gani vinamfanya mtoto wake wamtawale. Sijui unaelewa vizuri. Sawa, mimi nimekuelewa kwa herufi kubwa sana. Na kuna kitu umekiongeza katika ubongo wangu, najua sikudhania wala sikufikiria kama yule mzee atakuwa na maindi, kwa sababu kuna wakati sisi vijana tunafanya kitu tunaona ni sawa tu. Kipo ambacho nimejifunza. Basi sawa, hayo ndo maneno. Ndugu zangu, tumeitana hapa, kuna jambo moja nataka tulizungumze. Na hili jambo mahususi kwa ajili ya Vina pamoja na Pero. Pero. Vina. Hivi hii ni tabia gani mnaoileta? Mmerithi kwa nani? Baba mdogo, siku zote wanasema chakulisi kinazidi, na ndicho hichi kilichotokea. Na akilisi mtoto kitu kutoka kwa mzazi wake, lazima utamchukulia sheria mkononi, aidha kumchapa au kumfukuza nyumbani. Lakini yote kwa yote, tatizo letu sisi limesababishwa na hawa wazazi wetu wawili, mmoja wapo. Ukiwa na maana gani? Baba, maana yangu ni kwamba niliwahi kumwona mama kwa macho yangu mawili akiingiza mwana Pero. Pero mdomo huo. Mdomo Pero huo. Shemeji, subiri kwanza. Huna haja ya kuingilia mazungumzo ya mtoto wako. Tupo hapa kwa ajili ya kujenga na si kubomoa. Mwache amalize kisha na wewe utaongea. Endelea. Tena mwanaume mwenyewe sio hata saizi yake mama. Hichi anachokifanya mama, anaona yuko sahihi kweli? Analeta mwanaume nyumbani kwa kuwa baba hayupo. Alafu sasa mwanaume mwenyewe ni lika letu. Mbona mama anatukosea? Na anamkosea sana baba. Baba akija akimkuta na kile kijanaume, nini kitatokea? Baba, unadhani kwa haya yalotokea sisi tutakosa kukiiga anachokifanya mama? Na sikufanya maamuzi peke yangu, nilimshirikisha ndugu yangu. Ndugu yangu, nilikushirikisha sija kushirikisha? Ni kweli alinishirikisha.
na mimi niliumia sana baada ya kusikia hivyo. Afu kiangalia, huyu ni mama yetu na yeye ni mkubwa kwetu, ni kioo chetu. Kwa hiyo tulipoona anafanya hivyo, kwa hiyo na sisi tukaamua tufanye, kwa sababu mwalimu wetu kakosea, sisi tunashindaje kufanya? Ndio maana imekuwa hivyo. Tunaomba mtusamee sana. Mke wangu, usilolijua sawa na usiku wa kiza, na siku zote mtambua ndwele mganga ndo yeye, na wahenga walishasema ukahapo udomase ugenini usilale, ghadhabu nyingi kula hasara. Hivi mke wangu, nikuulize kitu kwanza, ili wanalosema watoto wako ni sahihi? Ni kweli mume wangu, shetani alinipitia, nisamee mume wangu. Shemeji, nimekosa, nisamee jamani, shetani alinipitia mimi. Pole pole pole. Mimi nadhani niseme tu kitu kimoja, mkubwa huwa akosei. Mlichokifanya nyinyi hamkupaswa kurudisha. Nyinyi mshakuwa watu wakubwa, mshakuwa watu wazima. Wewe ukimwita baba yako na kumweleza atakuelewa, lakini sio hichi ambacho mlichokifanya. Huku ni kumvua nguo mama yenu. Mmemkosea sana mzazi wenu. Sasa mimi niseme kitu kimoja, haya mengine ni ya ndugu yangu. Kaka, haya ni ya kwako. Kama ni haki kumsamehe mkeo kwa kile alichokifanya, ama sio haki kumsamehe mkeo, mtayazungumza nyinyi wenyewe. Lakini mimi nafsi yangu inatamani sana na inapenda sana mkakaa chini na mke wako mkayazungumza yakaisha. Sawa. Sawa. Mdogo, na sisi tuombe radhi. Baba na mama, tunaomba mtusamee kwa yote yaliyotokea. Mimi na ndugu yangu tunaomba radhi kwa yote tuliokuwa tunayafanya, kwa maana tumekosea. Sawa. Mimi nilichonga mwiko kugombolea mkono wangu, ndio nyinyi. Kwa leo mmekosea. Siwezi kuona kwamba wewe umejisaidia mkononi mwangu nikakata. Nitakosha, nimewasamea wanangu. Lakini pia pasipoenda mbali ndugu yangu, wala kuweka akiba, na maliza, niko radhi fi dunia wal akhirah, na shemeji yako mke wangu nimemsamea. Lishe hapa nimeshamsamea.